Anza nasi, maliza nasi. Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, onekana kwa ajili katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Wimbo namba 56 ni sikukuu siku ile. Siku ile ya kumkiri Mwokozi, moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, tumekwisha kupatana mimi wake, yeye wangu, na sasa nitamwandama, nikiri neno la Mungu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, moyo tulia kwa Bwana, kiini cha raha yako, una njia mbili tena, Yesu ndiye njia yako. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu kuu, nadhiri yangu ya mbele nitaiweka daima, hata ije ya kuonana kwa salama. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyimbo kizimbo na jua leo. Haleluya. Naomba tiketi. Somo la leo
ni somo bora katika masomo bora kwa kumwe Kristo Yesu anatamani nijiwe. Somo leo ni somo ambalo natamani nipende kwa mbele. Natamani kuna masomo yanaweza kuwa ni asubuhi lakini ni masomo ya msingi katika imani ya Kristo. Na leo somo linaitwa kinga dhidi ya maumivu ya shetani. Kinga dhidi ya maumivu ya shetani. Penda katika Bwana. Ukisoma hiki kitabu cha Hosea, Mungu anakusudi mema na mwanadamu. Hajawahi kuwaza mabaya juu ya mwanadamu yoyote. Na ndio maana ukiona mambo mabaya yanatokea kwa mwanadamu mawili, moja ana ufahamu, mbili ana maarifa, tatu ni maonevu. Hakuna namna nyingine, vinginevyo ni mpango wa Mungu akupe mema. Ndio maana tasema na yajua na yafanya na wazia. Mungu hajawahi kujiwaza mabaya. Ndio maana Nehemia 3:3 tunasema yeye hajawahi kuwaza kumtesa mwanadamu. Never. Katika moyo wake ana moyo huo, anatamani kuona kitu sawa. Ni kama mtu kiangalia leti yangu pale nje ndio upanda. Bwana Yesu asifiwe. Natamani uone mtu kizaa matunda. Natamani uone mtu kipata nini? Kuolea nzuri. Natamani uone mtu kikua. Na kuona mtu ya ukui na kisia shida. Na mtuma mtu atakaye polea pale. Kachukue dawa chini kabla tufuzie kwenye mtibo. Ndivyo Baba anavyotuangalia. Sasa ukikosa hiyo akili, utazani kwamba Mungu anakutesa itakupige, eti akuandae. Unajua mimi Bwana Mungu amenipa hela nyingi inawezekana nikitenda nani. Kwa wale mmoja ni maskini kijinga. Yatoe. Chua tunatakiwa utatue kitu fulani utoke pale ulipo kwa sababu Mungu anakupenda kupita kiasi, anakupenda upeo. Kama mtu amekubali kumtoa mtoto wake, akafa msalabani kwa ajili yako, nini anashindwa kutoa kwa ajili yako? Pesa, nyumba nzuri, magari. Mungu ni mwema, ni mwaminifu mno. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari ule wa 38 anajaribu kutuambia nini nataka kutokea asubuhi leo. Matendo ya Mitume 10:38 sote wote kwa kujitolea kasema kuna raha kwa Mungu sote chini kama hivyo na ni kwa Baba na ni matakatifu. Bwana Yesu alipenda kuita Biblia siku moja katika maneno matakatifu scriptures. Kwa hiyo yale Matendo ya Mitume 10:38 zote Bwana Yesu alisema Biblia inasema maneno maandiko matakatifu. Na maana kubwa sana. Hii Biblia ndio andiko letu neno haleluya. Matendo ya Mitume 10:38 anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alipomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa, maana Mungu alikuwa pamoja. Kazi ya Ibilisi ni kuonea. Ngoja nikwambie, unapoamka asubuhi unakuta tumbo linakuuma, sio la kawaida. Unatembea unashaka kichwa kinapiga, sio chenyewe. Unashaka familia nzima ni wagonjwa. Ndio maana akianza mtoto mmoja kwa mgonjwa, wote watakuwa wagonjwa. Kwa sababu ile roho ya maonevu inatembea. Mtu ameenda kufanya interview, wanakata jina lake, wanaingiza jina la mtu ambaye kutoka tajiri. Maonevu. Mtu amesoma chuo, mwalimu anaamua kumkamata ili akafanye naye mapenzi. Maonevu. Na wengi wamelipa gharama walipo waliofanya hivyo. Sasa Mungu huwezi kuchomoka hivi hivi. Lazima utalipa. Yaani dunia imeumbwa hivyo. Kwa hiyo kuna maonevu ya aina nyingi, na lazima utambue kwamba kazi ya kuonewa kwa shetani ni kwa ajili ya kupata mlango wa maisha. Mathalan, jana nikapigiwa simu na mtu mmoja, ananiambia mume wake amekuja nyumbani, akakaa sebuleni, akachukua simu, akaanza kuongea na kibada, akaweka loudspeaker
ili na mke wake si huko sawa na Yesu. Analia, mchungaji, mateso yamezidi, shida zimezidi. Kwa anatakiwa medical ikabidi kumwangalia, kwa sababu alikwambia shetani anataka ndio hicho, akunyanyasa akili yako uchanganyikiwe au ufanye mambo ya aibu na wewe. Na mama wewe unafanya ujinga baada ya kuona tunafanya hivyo, naye katembea na bibi zako, naye katembea na bodaboda, kaenda kutembea na mama mchana au mwanafunzi wa shule, kwa sababu moyo wake umekuwa kuingiza kisasi. Na ndicho tunachofanya. Huyu mtu akishafanya hivyo, wokovu unaondoka. Huyu mtu akishafanya hivyo, dhambi imemkamata. Shetani anatumia maonevu kwa ajili ya kufanya utende dhambi. Anapokuletea jaribu, unatakiwa na akili tatu. Akili ya kujua kwamba naipambana naye sio huyu naimuona, hiki kinachokiona hapa sasa hivi sio chenyewe. Kuna mtu nyuma ya pazia anaitwa shetani, analetea mambo haya. Bora nikikumbamize shetani, sio huyo. Ukifika hatua ya kuanza kulia, kurudisha baba. Anamaliza kusudi apate mlango. Kusema mimi sasa, wamekuona ni mtoto wa Mungu mzuri, amekuona na mpenda Mungu, anakuletea tatizo kama Mungu. Unashaka mtu apate mtoto mbele Mungu. Ili atamke maneno. Akitamka maneno anapata mlango wa kuingia katika moyo wake. Kwa ndio kazi kubwa. Anatafuta mlango wa kupita kwa na kuletea manyanyaso. Unashangaa umepanda kwenye daladala, unashangaa kondakta amekukanyaga, unamwambia bwana mbona nikanyaga? Anakwambia usitishe. Mimi usitishe. Huyu. Alafu kutoka pale ndio umepiga. Lakini moyo wako unakosa. Adui anaingia makosa ya matano. Sio kila vita vya kupigana. Ndio wanasema Bwana apigana na hao wanaopigana nami. Ndio maana mdomo wako uwe makini sana kuongea, kwa sababu waweza kuongea kitu ambacho sio sahihi. Hilo la kwanza. La pili, kwa nini maonevu? Maonevu yanatofautiana kati ya nguvu na nguvu. Na kingine, lengo kubwa la maonevu ni kufanya usio na raha. Wanafunzi walikuwa wanafanya mchezo kwa matokeo yake na wanapokato kabisha matokeo. Bado na mimi nisaisha mtihani yake ya nyuma. Kwa unaweza kuhakikisha matokeo ya chuo ukamisha kwa Musa. Katika kuandika. Matokeo yake kabisha kwa mtu mwingine, matokeo yake kutoka kile na kwa kijana ambaye alikuwa na akili. Kaalisha. Matokeo yalipotoka, shetani akafurahi. Ngoma zikapigwa kule kuzimu. Jamani, pale Mungu Yesu. Mimi unanitwalia Yesu. Yesu ameshindwa kufanya. Anamlaumu Mungu, anamlaumu Yesu. Lakini alipaswa kutulia na kusema Mungu nakushukuru. Hata hivi ninatamani tujenge misuli ya watu wa Mungu ambao wana roho kama hizo. Watu ambao wanaweza kukamia shetani na kumchua shetani huyu ndio na maonevu analeta. Na kuingia kanisani na kumpamiza shetani vizuri. Kwa sababu ukishakosea hapo una hasira, ukija kanisani huwezi kuomba. Unabaki unalia tu kwa Mungu. Midomo inatikisika tu. Machozi yanakutoka hadi kwa sababu ya kitu kinaitwa maonevu. Kazi ya wachawi siku zote ni kwenda katikati ya njia na barabara, wanatupa nazi. Ndio maana natakiwa ukitoka nyumbani kwako usije ukaondoka bila kuomba. Ukienda sokoni usije ukaondoka bila kuomba. Kila hatua jifunze kuwa na discipline kichwani kwako. Nitaomba Mungu ulinzi, nitaomba ulinzi, nitaomba ulinzi. Hata unapotoka nyumbani kuja kanisani, Baba anaenda pamoja nami. Tamka. Itakuepusha na maonevu mengi ya shirika. Asubuhi ya leo, aina yoyote ya maonevu kupitia ndoto zifuatazo. Ndoto ya kwanza, unaota usiku mtu mdogo, hata mtoto, anakutukana wakati wewe mwenyewe umekaa kimya. Unaota usiku unafukuzwa na mtu. Unaweza kufanya. Unaota usiku umekamatwa, umefungwa miguu na mikono na unajaribu kutoka kuzimisha. Unaota usiku uko ndani ya shimo na uwezi kutoka. Tunatoka kwa Mungu. Maana Mungu anakuonyesha kuna maonevu kwenye maisha yako. Unaota usiku unatembea sehemu, askari wamekuzunguka, wanajeshi wakubwa ambao huwezi kufurukuta. Unaweza maisha. Ndoto za maonevu. Kwa ukifika hatua kama hizo, au usiku unaota ulikuwa na nywele wamekunyoa hapo unaona hivi. Au umekunyoa kwa zote mbele za watu. Roho ya manyanyaso na maonevu. Usiku unaota watoto wako au mtoto wako amekufa. Manyanyaso na maonevu.
Ndio kazi hizo roho. Mungu anakuonyesha kwamba omba. Tunapoenda kuomba leo, naomba nikwambie na ukachukua maneno na kuombea asubuhi leo baada bali ukiyapata utarudi kanisani na kuomba maombi ambayo tunaomba sana. Na hata leo tunapoenda kuomba yanaenda kufutwa. Edha alikuja kwa ndoto, mlango aliyoujia yataondoka kwa njia 7. Hayataweza kuendelea katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana pia nasema kwamba udhalimu hautaendelea. Fimbo ya udhalimu haitaendelea katika mwenyewe ili asije katika. Mungu hataruhusu udhalimu au jaribu zaidi ya tunaweza. Tusimame. Mwamba wewe imara wako nitajificha maji hayo na damu yaliyotoka uniza na dhambi unifanya ushindi. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru siku ya leo kwa ajili ya habari njema za Yesu Kristo Bwana Mungu, ambaye alikuja duniani akatembea huko na huko akijaza Roho Mtakatifu na nguvu, naye akawaponya wote waliolewa na ibilisi. Bwana Yesu, siku ya leo ninanyosha mikono yangu, nimeolewa Bwana. Nimeolewa kwenye uchumi, nimeolewa kwenye afya, nimeolewa kwenye biashara, nimeolewa kwenye kazi. Nahitaji msaada. Naomba Bwana katika jina la Yesu, pando lolote la maonevu ambalo Bwana lilipandwa nikiwa kijana au nikiwa mzee au umri wote, leo katika jina la Yesu ninaondoa pando la maonevu, pando la maonevu katika mwili wangu, katika roho yangu, katika nafsi yangu. Noka Baba, kwa jina la Yesu ninafuta ndoto zote za maonezi ambao nimewahi kuziota. Ninafuta kazi wake, ninafuta mizizi yake, ninafuta kazi yake katika jina la Yesu. Ukuta ambao watu wanaujenga na akasema hapa sipiti, leo kwa jina la Yesu ninaukunja ukuta, ninaubomoa ukuta katika jina la Yesu. Ninapita kwa ushindi malango yoyote ambayo kuzimu imesema hapa sivuki. Baba, kwa jina la Yesu ninabomoa malango, ninabomoa malango katika jina la Yesu. Rako bakasinda rabushi. Sema Baba, katika jina la Yesu asubuhi ya leo, Bwana, ninaomba nafunika maisha yangu kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu funika kichwa changu, damu ya Yesu funika kifua changu, damu ya Yesu funika tumbo langu, damu ya Yesu funika mifupa yangu, damu ya Yesu funika kila eneo la maisha yangu. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili yangu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, tuma panga lako, tuma shoka lako Bwana katika msingi wa maisha yangu. Tuma panga lako, tuma shoka lako Bwana katika msingi wa maisha yangu. Baba, ukamoe maonevu, panda maonevu, panda maonevu katika kichwa changu, panda maonevu katika mikono yangu, panda maonevu katika macho yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maonevu yoyote ya magonjwa, ngoka, 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 ngoka. Achia mwili wangu, achia roho yangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa damu ya Yesu ninaomba utoe katika mfumo wangu chochote ambacho shetani amewekeza, mawekezo yoyote ya adui ambao ni kama mtu umepandwa, ninayafuta leo kwa damu ya Yesu, ninayafuta leo kwa damu ya Yesu, ninayafuta leo
kwa damu ya Yesu. Maonevu yoyote ya kiuchumi ninayafuta leo kwa damu ya Yesu. Maonevu yoyote ya kiuchumi ninayafuta leo kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu, safisha, futa kila alichowekeza adui katika eneo lolote la maisha yangu. Futa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, mahali popote ambapo pamewekwa sadaka za kishirikina, sadaka za kichawi katika njia panda, katika barabara kuu, ninaomba Bwana katika jina la Yesu, ile sadaka ya kishirikina, ile sadaka ya kichawi ikapate kufa leo. Ninaomba isiwe na nafasi. Mapando yoyote ya kishetani, roho za ufuatiliaji juu ya maisha yangu, ninazifuta katika jina la Yesu. Baba yangu, katika jina la Yesu, aina yoyote ya misingi katika maisha yangu, misingi ya uovu, misingi ya dhambi, toka nje ya maisha yangu, na mizizi yako yote katika jina la Yesu. Toka nje ya maisha yangu na mizizi yako yote katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninajitoa kutoka aina yote ya uchawi juu ya maisha yangu. Ninajitoa kutoka aina yoyote ya uchawi juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ninajitoa kutoka aina yoyote ya uchawi juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba, nanyosha mikono juu. Kama kuna chochote katika mwili huu ambacho sio cha kwako, moto wa Mungu angamiza leo. Toka, sikutaki. Kama kuna pando lolote kwenye akili yangu ambayo sio la Mungu, toka, angamia leo katika jina la Yesu. Amen. Nenda kaombe kwa ajili ya kanisa, omba kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Makora bosekele majido roboza. Ikara majido robazele kare robo. Reko bakare robo shabakare bema. Rika bakare robo shabakare robose. Eko yada robo shekare robo sabaka. Rika bakare robo shuru roboza. Reko bakare robo sakare robo. Rako bakare robo shekere ba. Rako bakare robo sakare robo. Baba, katika jina la Yesu naomba utume Success of Christ Ministries. Neema yako ikapate kutembea Bwana juu ya utume. Baba, ninaomba nguvu ya kiroho kwa ajili ya kanisa, kwenda kwenye viwango vingine vya kiroho kwa utukufu wako Bwana. Naomba ukainua utumaini Bwana, ili kule ambapo Mungu umekusudia ikaweze kufika katika jina la Yesu. Kule ambapo Bwana ndoto zako zinaelekeza juu ya utumaini, naomba neema Bwana ikaweze kutokea, ili kwamba kule ambapo mlango umeweka kwa ajili ya utume ukaweze kutokea, ukaiongoze hatua utumaini wao. Naomba damu ya Yesu safisha utumaini kutoka kwenye roho zote za uharibifu, roho zote za kurithi, roho zote za kuchukua. Ninaomba utumaini katembee katika utakatifu wa neno lako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaombea washirika, ninaomba neema kwa ajili ya mama yule, naomba neema kwa ajili ya baba yule, naomba neema kwa ajili ya mtoto yule, naomba neema kwa ajili ya kijana yule. Yesu Kristo, ukainuke mwenyewe, ukajiweke kuwa mwamba na kiongozi kwa ajili ya utumaini, ukajiweke kuwa mwamba na kimbilio kwa ajili ya utumaini. Naomba ukawasaidie watu wako kwetu walipo Bwana, ukawape neema ya kusimama tena, ukawape neema ya kusonga mbele katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya swala hili, halijatokea kwa muda mrefu, lakini leo mlango umetokea. Naomba sasa Bwana, yule adui ambaye ni mzuiaji, roho zote za chuki na hasira, roho zote za uzuiaji ambazo zinafanya kazi katika ulimwengu wa roho na chaboi, ninazikemea, achia njia kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, jambo likapata kibali kule lilikopelekwa, naomba likapata kibali kule lilikopelekwa. Naomba majibu yako ni mema, utukufu wako kadhirike Bwana. Naomba majibu yako yakawa ni mema, uwezo wako kadhirike Bwana. Naomba majibu yako ni mema, nao ukaweze kujionyesha kwamba ni Bwana, nao ukajionyesha kwamba ni Mungu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba neema ukaingie kwa mkono wako ni nguvu, na lile jambo Bwana kwa majira
Kristo kadhirike. Wale wanatamka mema haya, wale wanatamka maovu, wabadilike, wadharike, waibike katika jina la Yesu. Asante Baba, maana wewe ni mwema, unastahili. Hakuna Mungu kama wewe, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme pamoja sala. Baba yetu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, utakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunawasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali tuepushe na uovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba, shirika la Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwake milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana katika jina la Yesu. Hongera kuja kanisani. Endelea kuombea Mungu katika kuleta watu wengine pia, na utukufu wa Yesu Kristo kadhiriki katika maisha yetu. Haleluya. Bwana awe pamoja nanyi, awalinde mwingiapo mtokapo, katika jina la Yesu. Amen.